Clouds TV, empowering lives. The spirit of Jezebel. I want to teach you today about the spirit of who? Roho ya Jezebeli. Roho ya Jezebeli ni gani? Na ni nini kinaitwa roho ya Jezebeli? Maana watu wengi sana tuko katika maisha ambayo hatuelewi. Ndoa zetu zilivujika, biashara zetu zilivujika, huduma zetu zilivujika, sio kwa sababu zilikuwa zifujike, lakini kuna karoho kalikuja, na hako karoho kalikuja ndio kameharibu maneno yote ambayo unapitia. Hako karoho na kanakujaga kama kamejificha sana. Nataka sasa kudescribe what is the spirit of Jezebel. Ndio uulize mwenzako huyo mko na yeye. Inaweza kuwa ni wewe umesemekana. Bwana Yesu, ukiunderstand hiyo utaona ni namna gani ama ni nini kilifanyika mpaka saa hii you are not able to rise up or you rise up. Ni nini kiliweka chini? The spirit of Jezebel, kulingana na dictionary, the term Jezebel spirit is used in some Christian circles to describe a pattern of behavior characterized by manipulation, control, false teaching, adultery and sexual immorality. Sasa muulize mwenzako huyo, katika hizo vitu tumeambiwa, wewe ni gani? Tumeona kuna manipulation, kuna control, false teaching, adultery and sexual immorality. Uliza gogagoga mwenzako yuko karibu nawe, mgogagoge hivi. Mgogagoge hivi. Muulize kwa hizo zote lazima ukuwe na moja hapo. Are you a manipulator? Muulize, are you a manipulator? Are you a manipulator? Wale watu, who are the manipulators? The manipulator ni wale watu wanatakaga kukuja akiingia leo, anataka kumanipulate, anataka kucontrol, anataka kukua ni yeye, na kama si yeye, ni yeye. Bwana Yesu, that's the manipulation. You use every language, you use every trick, you use every power, unatumia kila aina ya njia kumake sure umecontrol. Na hawa watu wote wanaiba iba yako. Na unakusanya hiyo kikundi, unakiweka kado, unakipatia maneno yao. Unachukua ile ingine, unakipatia maneno yao. Unaenda kwa mwingine, unapatia maneno yao. Unaenda kwa mwingine, unapatia maneno yao. Una control, unawashika, unawafeed na information ambayo si ya kweli. Unawafeed na information ambayo ni ya uongo, kwa sababu unataka kungoa mtu ama unataka kuondoa watu waondoke ndio wewe ubaki peke yako. Hiyo ndio inaitwa manipulation. Hebu angalia mwenzako, angalia kama kuna sura ya manipulation, kama yeye ni manipulator. Na hiyo maneno inakuaga sana sana kwenye dini, kwenye kanisa. Ndio utakuta kuna mtu atakuja ni mgeni, hata hajakaa siku mingi sana, lakini kwa sababu amepata kanafasi kadogo tu, maana wanatakaga tu nafasi kadogo ka kuigiza kichwa tu. Kama ile gamia ilisema, nipatie tu nafasi nifanya nini? Niigize kichwa. Alipoigiza kichwa, akasema hata hapa mabega nasikia inaumia, wacha niigize. Ikaigia mpaka mwili yote ikaigia. Ilipoigia control, wakaanza kusema ni mimi nasema, mimi ndio naenda, na hawatakagi kusikiliza mtu mwingine. Wao ndio wanakuaga na maoni. Kama si wao wana maoni, hakuna mtu mwingine anafaa kuwa na maoni. Na hawatakagi kuambiwa, maana wanajua kila kitu. They know it all. Wanakuaga kila kitu maisha hii. Wao wakikuja kanisa kama hii hawataki kutabua mpaka apostle. Hey. So these people wanaitwa manipulators. Ni Jezebel. Anakujaga akiingia mahali lazima abadilishe venye watu wanakaa. Watu walikuwa wamekaa hivi, lazima akuje. Na wanakujaga na binu baribari. Wengine wanakuja na binu za kinabii. Wengine wanakuaga madifaina. Wengine wanakuaga na kisugumigi. Wengine wanakuaga na madhafumigi. Wengine wanakuaga na kujua. Yani yeye ni yeye. Na habadiliki. Na hatetekelezi. Anasimama ni yeye. Na huwezi kumbadilisha. Na baka kuna style. Ukitaka kujua Jezebel venye anatembeaga, kuna staili wanatembeaga, staili ya madaha, staili ya kucontrol, staili ya kila mtu ajue amefanya nini. Akifika kutoka pale, kama ni mama, anachukua kibeti yake na ana time wakati kila mtu atamuona akiingia, because anataka kuintimidate, and they start by intimidating. Na atakuja apate mnakaaga vizuri. Kama sasa kwa kukaa mzuri, ni mwanamke umeoa, nimechukua mama kama huyu, nimemlete huyu, ni sister yangu, ule ni sister yangu, na ni sister yangu, wananitembeleaga, wanakaaga kwangu vizuri, tunakulaga vizuri, tunakunywaga vizuri. Huyu ameingia tu jana, 2 weeks later anaanza kuniambia, huyu sister yako wanatumiaga pesa yako vibaya.
kama in fact venye nimeobserve ungekuwa bali sana. Lakini hawa ndio wamekutumia vibaya. Niliona tajuzi alikuja. Sasa boyfriend yako akuje. Niliona tajuzi boyfriend alikuja. Na alikuja akawekewa uga, alitolewa kwa uga kwa friji. Akatolewa uga kwa friji na akatolewa kia yani pako na shigwa uga ilikuwa kwa friji kifanya nini? But because anataka kucreate a situation ndio uonekane sister yako ni mbaya, sister yako ni mwizi, sister yako ndio amefanya umekuwa maskini. Sasa unakuta ameanza kuchocha, anakuchocha. Mwanaume mujiga in 6 months time anaanza kukwambia leo ndiko tuheshimiane. Okay ukao boka holera thimu. Na zamani tulikuwa tunaenda kwa my brother, kwa my sister. Tunaenda sisi sote tunaingia, anatuchijia, tunakula, anafurahi akituona, anakaa mzuri, hata tukikaa sana bila kwenda, anatupigia simu kutuuliza. Kamutaro ka weekend yenu, mutioke na twenda kanyamutogerea, mnafurahia kwenda. Lakini huyu mama alipoingia, mkaanza kuonekana si watu. Hata wewe inaonekana ile ugonjwa nilikuwa na wewe, na mimi inaonekana ni kama ni wewe ulikuwa umeniroga. Sasa unaanza kuona, unaanza kufanyia kuchukia sister zako, chukia brother zako, because amekuja na ameweka authority yake kwa hiyo nyumba. Na kutoka hapo brother yako mwenye alikuwa mnaongeaga masaa mawili kwa simu, anakata masaa. Anaenda akikata mpaka wakati mwingine anasema these people are a nuisance. Ni watu ambao si watu wazuri, wamefanya, they have made me to delay, my miracle has delayed, my work has delayed, and in fact they are of low class. Unaanza kudescribe sister yako of low class because of a manipulator. Mtu mwenye amekuja ministry jana, amekuta tunaendelea vizuri, alafu unakuta yeye anasema siwezi kukaa chini ya mtu fulani, siwezi kukaa chini ya mtu fulani, siwezi kuambiwa na mtu fulani. Wewe unaniambia who are you? Who do you think you are? That is a Jezebel. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu mwenye atakuja hapa, akuja leo, akute hao mzee, huyu mzee ndio chairman wa kanisa kwa sababu hana mguu mzuri. Unakuta anasema mimi siwezi kuongozwa na mtu mwenye hana mguu mzuri. Yani kanisa hiyo tumekosa mtu wa kutuongoza. Because this motivation it is to come and cripple, waingie ndani. Wakiingia ndani waanze kuvuruga. Unasikia huyu amevurugwa, huyu amevurugwa. Unasikia wanasema kuna ofisi hapa juu, na hiyo ofisi kuna mwanamke yako juu, inaonekana kama huyo mwanamke ndio apostle anataka kuoa, huyo mwanamke anakula pesa ya apostle, huyo mwanamke anafanya hivi, huyo mwanamke the main motivation it is to remove, ndio yeye aende huko amalize ile kitu kilianzishwa. Because they don't want to see you succeed. They don't want to see you become. They don't want to see you stand. They don't want to see you become or do something that is of benefit. Kitu yao ya kwanza kuingia kwa maisha yako, lazima akiingia tu ajipendekeze. Kitu ya kwanza wanafanyaga ni kutafuta position. Na akipata hiyo position, ataitumia kuhangaisha kila mtu. Akipata hiyo position, ataitumia kulete domeleli zake. So these people that manipulate, they control. They do not only manipulate, but they control. Na wanafanya kwamba wewe uonekane ni kama huelewi. Wewe ndio mwanzilishi wa kitu. Mimi ndio pastor, ndio apostle hapa, ndio nilianzisha ministry hii. Lakini wakikuja, watanikoroga, wanikoroge mpaka ndakani ya suba. Ukiniuliza ni nini kinaendelea, nakwambia hata sijielewi. Maana watatumia njia aina yoyote. Maana tumeona ya kwanza ni manipulation. They will try as much as possible to manipulate you so that they can control. Wanafanyaka manipulation namna gani? Hawaigiagi na nguvu sana. Wanaigiaga na kujipendekeza na zile vitu, kuleta vitu vidogo, idea ndogo, na kila unaona amekuja na domeleli ya kutoka kwa biguni. Usipojihadhari na watu wa domeleli, wengine wao wanakuwa ma Jezebel. Hawakuagi na domeleli, ni kusoma amesoma anga ya hapa na amejua. Sasa ataanza kukuambia kuna watu wanakuroga, kuna watu wanakufanya hivi, kuna watu jihadhari. Sasa ukibae idea ya kurogwa, sasa ndio atakuja na characters. By the time you realize, utakuwa kwa island wewe peke yako. Maana akimaliza ile kazi alikuwa, the spirit of Jezebel is not meant to come and stay. They are meant to come and kill. Bwana Yesu asifiwe sana. They kill the anointing. They kill the personalities. Yule wakati nani anaitwa Elijah, wakati alikutwa na huyo mama wa Jezebel, the woman demanded for the head. Bwana Yesu asifiwe sana. The same Jezebel, roho ya Jezebel, ikamkuta John the Baptist. The same woman demanded for the head. For them
is to kill, to manipulate na kumaliza kitu ile Mungu amepanda. That is their role. That is their projection. Kumaliza ndoa, kumaliza biashara, kumaliza kazi, kumaliza huduma, kumaliza kila kitu. Therefore, when you are not well versed, na kuelewa mtu akikuja hapa, sasa wana kumanipulate through the processes ngapi? The control and they manipulate. Number 2, they are rebellious. Ni watu ambao hawawezi kusikia. Wanataka kumwambia toka hapa ukae hapa, anakuuliza you are telling me as who? Na anafanya hivi. Unaniambia kama nani? Alafu namwambia hapa tupagane, tufanye kazi hapa pamoja, wewe utakuwa lead, wewe utakuwa hivi. You are telling us as who? By who? For who? You are telling us who? By who? Or for who? Sasa ukisikia hiyo na unasikia mimi ndio alafu wanajua kutumia opportunity na wanajua kutumia kumanipulate, kutumia position. Sasa kwa sababu anataka kukuuzia uoga na anakujaga kwa ofisi yangu bila kubisha, unamuona amekuja haraka haraka kwa ofisi, hata ingia sana, ataingia hapo kaida kagapi 2 arudi. Unasikia akisema apostle amechoka, anasema hataki kuona mtu mwingine. Tutawaambia wakati wa utaonekana, ataonekana. Na amekuja sasa, anataka usikie yeye hahitaji appointment kuingia kwa apostle, anaigiaga venye anataka. Sasa wewe ni nani? Who are you to stop me from this? Yeah. Sana anakuambia na anaongea kisugu kingine. Kama ni wa Murang'a kanaongea kisugu iko na umuranga. Kama ni wa Nyere ni kisugu iko na unyere. Ama ni Mwebu anaiba wa Muthede. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So they are rebellious against the authority. Ukiona mtu umemtuma na hao watu wakatae, those people they are not rebelling against you, they are rebellious to the leader. Any spirit of Jezebel, it is rebellious to the leadership, to the management. Nimekuja nimesema tuko na secretariat na nimekutuma nimekuambia anything you want, don't come to my office, go to the secretariat. Na usikia huyo mtu anasema mimi siwezi kwenda ni secretariat ile, these are my juniors. Nimetengeneza ofisi nyingine hapa juu na nimesema watu huko juu huko hiyo ni plan, ni management nyingine inafanya kazi huko. Unasema hapa juu kuna kimwanamke kiko hapa juu, lazima tukitoe. That is a spirit of a Jezebel. Kwa nini? Why do you want? Umemkuta leo, wewe ulikuja jana, umekuta mtu hapo juu. Sasa one thing umeanza kuambia watu, inaonekana ni kama yeye apostle anataka kuoa yeye. Hata venye nimeona ile position, amekuwa the CEO of the CEOs. Usione tayari wanaenda kwa hikini apostle todo ni kuhada bego todo alanyitake hiyo. Hawezi kuambia mtu mwingine, hawezi kuambia management, ataambia ma TDH. Bwana Yesu asifiwe sana. They are very crafty, they are very organized, they are well understanding. Wanajua kuduga na wanajua kuplan, because for their work is to kill the prophet. So anajua warrant you would, because alitaka tu aingie huko ndio afuruge huko, akia kumiaguka, akuje hapa afuruge kuaguke, akaende kwingine afuruge kuaguke. Hiyo ndio inatagwa a rebellious spirit. They are always against the leadership. They want to bring the leadership chini. Ile motivation yao yote ni ku make sure the leadership imeaguka. Na ikiaguka na ikiaga mzuri, anawekaga mkono hapo kwa ni ukaigwa raho lake. Unasikia anapigia kwa mfuko venye amefanya kazi mzuri. Na alafu kutoka hapo akienda kule anasema apostle hawezi. Mimi nilijua apostle is not anointed. Hana mafuta. Mudusho dali mafuta. Ahodagira experience. Dali mafuta. Dagihota Qurani ministry, because hajapata kitu inaitwa sound doctrine mzuri ya kujua kuhubiri vizuri. Akikuja kwangu, apostle, you are highly anointed. Mimi acha nikwambie, the first ile anointing nimekuona nayo ni kama ile ilikuwa na Catherine Kuruman. Yes, your anointing hiyo haijaonekana na mtu mwingine. You are one amongst a million people. Katikati ya watu milioni, you are one. Akitoka kienda kwa mwingine, usiwadali kienda, usianiomile. Alikauka. Anointing iliondoka. That is the spirit of rebellion. Na wakiona wameshindwa kufaulu kuingia na kukamata venye walikuwa nakamata, wanahama, wanaenda sasa wanatengeneza kutoka nje.
that spirit inaidaka sasa, ikiona imeshindwa from inside, inaidaka ije kupanga sasa, inaanza kutengeneza tu message, ina record ka message mzuri. Sasa wa members wanaanza kurudishiwa kingine, wana record mzuri na tu message, unakutaka mtu anakutumia the Bible messages, amehama, hayuko pamoja na kiongozi wako, hayuko pamoja na yule mkaa chini, lakini tu message itaanza kukuja ati nakwambia. Lakini tu message ukituangalia ka message kako ni ka narcissist, ni ka wale watu, ni ka message ka Bible, lakini kanalete unarcissist, si ka message kazuri, ni ka message ka doom. Venye hiyo kanisa inaenda kuanguka, venye mmeshikana huko chini ya damadhia, huko chini ya kitu. Yani the message is provocative, it is not a message that is for building you, ni kukuonyesha where you are with a mistake. Alafu wengine anapigia watu simu, anaambia hey, mimi nilisikia uedi kanisa hiyo siku hizi, ndi jadi kwa muno nikiweka ko ndari kwa muno nikiweka ko todo I'm sure ndakuigwagira tha niria gwonaga ukiono hau TV iyo, ukiono riu hau ikarete hau thi kaiko kamutumio atangihingo kama hitho kamutumio atangihingo kama hitho one hari ari ili mariri ari hata ukiambiwa hivyo, si ati kuna mtu ije anakuona na anakuhurumia, si hata wewe utaanza kuuliza Mungu, unafanya kitu inaitwa soul searching, na unaanza kujisoro search, unajiuliza for sure, hata mimi ninashangaa nini ninafanyaga huko. Maana the motivation is to plant a seed, to plant hiyo mbegu ianze kukua ndani yako, hiyo mbegu ianze kujaminate. Ikijaminate, it will work against you, it will hit you hard. By the time you realize ilikuwa mtego, it was a dragnet, you are left alone, because their motivation, the spirit of Jezebel, is about to kill the prophet. It's not about you, it's not about the characters ambao ni kutafuta upenyo mpaka afika kwa prophet aitishe kichwa yake ikiwa juu ya sahani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Number 3, they practice idolatry na false teaching. Wanakuaga na mafundisho na makuaga wanaabudu. Ndio unakuta kwa modomogo. Utawakuta kwa nani? Kwa modomogo. Kidogo kidogo kwa diviner. They don't settle at all. They are either here, tomorrow wako huko, the other day wako huko, the other day, because they don't wait kuvuna. Hawapadi ndio wavune. Wanataka kukula zile vitu zimepadwa. Anataka kuja kudisorganize. Anataka kuja na atumia juju zake, atumia mipango yake, atumie nia zake, atumie vitu zake zile yako nazo ndio aweze. Ni watu wanajua kuabudu power, ni watu wanajua kuabudu pesa, ni watu wanajua kuabudu personalities. Those are the people that worship the personalities. Anytime they worship the personalities, umwambie kuhusu the other personality, atakuwa anarise against the other personality, anarise against the other plan. Mambo mengine ile inatendeka huko. Bwana Yesu asifiwe sana. So they worship idolatry, and also they have false teaching. Mafundisho yao yote inakuwa negative. Akikuja kwangu is a different mafundisho na kwako, lakini the subject, the theme ni moja, mpango ni moja ya kubomoa. Lakini sasa atabomoa, akikuja kwako atabomoa from the different angle. Akikuja kwa huyu mwingine anabomoa from the different angle. Akikuja kwangu ananijega, lakini amehakikisha pillars zote ametoa. Na kwa hiyo anatoaga domeleli. Akiwa anahubiri kama hapa, anatoaga domeleli, anasema nyumba hii kuna pillars 6 nimeona wakiondoka. 6 pillars wameona wakiondoka. Na right now 2 wako hapa. Wengine hawajafika, lakini 2 wako hapa because ameanza already the mind game, the spiritual game to prepare to break. Sasa hawaanzagi leo na wavuje leo, watakaa mwaka mzima na wewe, watakaa hata miaka 2 na wewe, atakaa hata miaka 4 na wewe. They will stay with you until they go and get it perfectly. And when you discover this kind of a spirit imeingia, na imeingia by mistake, kwa sababu nyingi zinaingia by mistake, because iliingia wakati wewe ulifikiria umepata mtu. When you are so vulnerable, umepata kimwanaume, when you are so vulnerable, maybe saa hiyo ndio ulikuwa Equity bag inataka kuauction bag nini nyumba yako. Unasikia wakati huo ndio watu walikuwa wamekuinukia, ndio basi hiyo mume wako alikufa, alafu my in-laws wamekufukuza. This is the time they come.
in the time of your need ndio wanakujaga. When you need, wakati unatafuta Mungu ndio unakuta wanakuja. Wakati unatafuta kitu ndio wanakuja. Wakati uko na vulnerability, wakati you are not yourself, you are not stable, that is the time they come. And they will come with what you want. They will come with the message that you want to hear. They will come with the plan that you want to hear. They will come with a good idea of what you want to hear. Now the moment you hear that moment, hiyo kitu, then you buy it, kwa sababu itasink. When you are vulnerable, wakati uko shida, wakati uko na matatizo fulani imekusonga, wakati huo hata ukiambiwa ubwa inatibu, unakunywaga. Watu wamekunywa madawa hapa, wameambiwa kama wale wazee waliosha Mungu aliwatrick, akawaambia wakunie kwa Sabina. Wakakunia kwa Sabina, wakakunia. Mungu akaleta upere. Alipoleta upere, mtu mmoja aliyekuwa akakanyaga, najua alikuwa anakanyaga kwa sababu alikuwa amekunia kwa hiyo Sabina ya Nuhu. Sasa wanajaribu anakanyaga hivi ndio apata mahali pa kwenda nini kukunia. Sasa katika ile kukanyaga akienda kujipanga vizuri, akatidiroka, akaaguka. Alipoaguka akaagukia hiyo shorodo yote ikamufika, na alikuwa na upere. Kufanya hiyo kitu itoke hivi, akaona madhudo zote zimeisha. Akafanya hivi akaona madhudo zote zimeisha. Akafanya hivi akaona madhudo zote zikaisha. Haya, akasema haya, hii pupu inaponyesha. Akachukua ingine, akapaka hivi, akaona zimepea. Akachukua ingine, akakimbia kwa raia, maana kijiji mzima kilikuwa na upele. Akaenda akawaambia, mimi nimeangukia hiyo machorodo. Nilipoangukia nimefanya hivi na nimefanya hivi, dhudo zikaondoka. Wakakuja bio na wao wapone, maana walikuwa wanaendaga. Unajua hii siku hiyo tulikuwa na upele, unaenda kwa ukuta. Unakaa kwa ukuta, unajisugua na ukuta mpaka unakuwa huko, unakuwa white. Ama kagunia, unaweka kagunia, unafanya hivi. Sasa imagine umesikia solution imekuja. Na kijiji mzima iko na upele. Watu walikimbia kwa hiyo Sabina. Kila mtu akachukua kidogo, wakipaka wakapona, wakipaka wakapona. Baka ikaisha. Waliosha hiyo Sabina, ikang'ara baka inaje kwa bao hapa, zinashikanaga hapa. Kuna ingine inaigiaga kwa bao. Walikuwa naigisa ulimi yuko itoke, ndio ajipake, maana it is a medicine. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is what works with us. Hallelujah. You might find it that things are not working, but God will create a situation that will work for you. So always depend and wait for that God instead of waiting for the manipulators and the spirit of Jezebel. The spirit of Jezebel is very powerful. Imeangusha mapresident. They don't target individuals ambao ni low capacity. They target the hierarchy. They target the presidents. They target the leadership, the chairman, the women, watu wakubwa. Their motivation ni hiyo. And they are there just to kill. The anointing upon you. Akimalizana na hiyo, anatokaga naenda kwingine. The moment they touch and they get you, hautawaona tena, because they wame succeed. Anataka tu siku moja mulale tu na yeye. Hata kiabiri anataka kamoja tu. Mkilala na yeye hutamuona tena. Anaanza kuwa busy. Hiyo imeisha hivyo. Nampiga, hello, yes babe, oh, how are you? Wemwela. Okay. Just give me like 10 minutes. I'm in the middle of the meeting. Give me like 10 minutes. I'm calling you back. Because I achieve. Their work is to come, destroy, and make sure they have cut the offshoots. Hiyo kitu yote imeaguka na imeisha. Wanaenda for the next appointment. Wakienda kwingine wanabomoa. Sasa wale unaonaga wamekuja hapa kubomoa, usifikirie walianzia hapa. Wamebomoa kama 20. Sasa wanashindwa Waruinge ni nani? Waruinge na hajaokoka vizuri. Number 4, they are seductive and immoral. They are seductive and immoral. Yani wanajua kuseduce. They have a perfect language to be seductive. They know how to apply the language. They know how and when to say it. They know, wanajua kunyenyekea. Sema kunyenyekea. Hao watu wakikuja wakunyenyekea, apesa akae na wewe chini, utamwachia. Atakuja kwa ofisi yako akwambie, mimi ndio nimehama kutoka Nakuru. Ile kanisa tulikuwa nayo, nilikuwa na kanisa hapo Naivasha, lakini kanisa mambo ikakuwa ikaenda Segemunege. Sasa mudu wa Ngai direnda tu odeithie ojehererie gĩconoko gĩaku. Nĩnjũĩ we ndungata ya Ngai, na nĩnjũĩ Ngai nĩ akwendete na nĩ akũrathimĩte. Direnda tu ojehererie gĩconoko gĩa kanitha nĩgetha ndĩmĩthamie kũu, ndĩmĩrehe na gũkũ.
na riu ningehetha hote gukagutungata guku to nie ni ndenda gutungata ndi rungu rwa maguta maku nie reke ngwire ndanatungata no ndi ndona maguta mena hinya ta maku ndenda gutungata ndi rungu rwaku ndenda jehereria tu mundu Ngai jehereria gĩtunoko kiu ukisikia venye amekupatia language na wako na bibi yake hapa paka unarudi uaga haujibu hata kama hiyo pesa ulikuwa umetumiwa ilikuwa unataka kutumia ya school fees unaikata ya school fees ndio uondoe aibu immediately unaondoa aibu ukisikia kidogo kidogo na wasikia wako mahali wakikula kanyama na mama na wamekera kama taska juu ya mesa wamegoga sasa unakaa umejikuja tu lakini lugha ambayo walikuja nayo uwezi munyima uwezi utapatiana. They are so seductive and they are so immoral. Bwana Yesu asifiwe sana. And if you refuse to do their will, they bring it the immorality. Wana release the power of immorality. Wako na spirit in them of immorality. Ndio anakuja akiwa na sasa kama ako na kamtoto kake hatakarusha atiwe department gani imeshikilia hii huduma na hapo ndio anakuja mundu wa Ngai yededa ciana ciakwa ni moyo kwina ciana ciakwa ni cio iko intercede ni hoi muno mundu wa Ngai ciana ciakwa no itwike ashari ni kwaja muiritu wakwa na ashari ikufanga ni ndiwe hakilisho arutire ko akuna akili mingi anajua akipanga anapanga na hata kuiba I'm telling you akishika microphone hivi unasikia tu malaika wanashuka. Sasa ukisikia mtoto na ni wa mtu mkubwa na amekuja na anaibaga malaika wanateremka unamwambia mrushe huko mara moja maana amekushika ameshika maidi yako sasa atakuibisha kawibo venye anataka anakuweka sasa mshana na anaenda huko with an appointment. They are ordained, they are highly ordained to move from one church to another church, destroying the anointing, destroying the leadership, destroying the plan of God. They are ordained, wamepangwa and they ordained from hell. Na wakishindwa kabisa wanatoka nje kwenda kulipua sasa kutoka nje. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So tuendelee hiyo ingine inasema lack of repentance. Hawana spirit ya kurepent. They don't repent. Hata ukimwambia namna gani ataendelea kupigana hata kama akos alipatikana hata kama tunajua hiyo story yote bado ataendelea na kungangana akisema hiyo duka tanoginya tumegoidi nitariwe wathondekire duka teyo hiyo duka tanoginya tumekete. Those people are restrictive. Wanakaaga hawasikiagi hata ukijaribu kuwabadilisha hawawezi maana mission yao. Ukisienda Nakuru unasikia ripoti huyu mtu alikuwaga Nakuru alifukuzwa. Unaenda Bahati unasikia huyu mtu alikuwaga Bahati akafukuzwa. Unaenda Moro unasikia huyu mtu alikuwaga Moro akafukuzwa. Sasa hapa atakosaje kufukuzwa? Because mission yake ni kumaliza huduma. Sasa ukikaa unaanza kufuata kufanya uchunguzi pole. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unafikiria hebu niangalia kaka mjiga nione tu akili twake tuko namna gani. Unakuta unasikia alikuwa na nyumba mahali alikuwa na hubiri lakini amefukuzwa kwa sababu ya kukosa rent na vitu zake zimeshikwa. Na sasa ile bino anafanya ametumia vijana wawili wameiba hizo vitu. Hallelujah. Wameiba hizo mashini na maspika na viti. Ameenda ameuzia pastor mwingine hapo. Ama ameenda ameuzia jamaa mwingine. Hiyo kaduka amepora kaduka, ametoboa shimo na chini. Amechukua vitu za duka zote, ameenda ameuzia mtu mwingine. Alafu hiyo pesa maana ni mtu wa kufugwa, anakaaga kwa nyumbani. Wao watu hawakuagi na nyumba zao. The Jezebel people, they don't have a permanent residence. Wanakuaga ni watu wanakanga kama mayai. They don't have position, they don't have where to call home because they are on the run. They are not positioned in one particular place. Na wanapendaga kukaa kwa wanawake. Bwana Yesu asifiwe sana. So unakuta mtu kama huyo ndio aende kwa mwanamke lazima abebe pesa. So lazima hiyo vitu auze ndio apate kama 180,000 achukue hiyo aende apatie mke shika hii mke my dear my darling iga kawira kale kagekenia ngoro yako because anatafuta ni wale watu hawapendi responsibilities wanapenda kuwekwa kufugwa na unakuta baka huyu mtu anaita mwanamke bibi yako si bibi yako kumbe ni kukuja mpango umekuja kukaa huko because they don't have that permanency. Bwana Yesu asifiwe sana. They don't have the permanence. They don't have that inner
inner respect of themselves to be able to know that I am a father, I'm a man, I need to have this. I'm a human. And they don't have the permanency of doing things. Because for them, they rely on a day-to-day process. They rely on a plan of the day. Hawarilai na vitu vingine. Leo akigoga hapa, kesho ataenda goga hapa. Kesho kutu atagoga hapa, kesho hii gila goga hapa. Kesho hii agoga hapa, na wanapenda sasa kutumaga tu message. Wanatumiaga wa mama tu message, wakitu message twa Bible. Ndio ukiingia kwa trap anakuambia nyumba yangu imefugwa. Dukata ya gai. Mwathani agocwo. Ni ukenagia muno. Na ni ukenagia muno ni undu wa kurugama nani. Na niĩ nĩnjokagiria Ngai ngatho, na rĩu nĩndĩrenda gũthiĩ thikũ 7 kũhoya nĩ ũndũ waku, tondũ Ngai nĩaranyonirie he wĩra mũnene ũroka, mũnene mũno. Sasa ukisikia kuna kazi kubwa inakuja na huko na 20,000, si unagawa hiyo 20 unapatiana 10 kwa sababu kazi kubwa inakuja. That is how manipulative they can be. That's how very dangerous, because they have a system in them ya kukataa kuachilia, kukataa kusema nimekosea. Hawakubariki kusema wamekosea. Wanaenda to stage another fight somewhere. Wanaenda kupigana. Na wamama hivyo hivyo. Unakuta mama amekupenda, all of a sudden ulikuwa umemtafuta, umetokosa miaka 2, umetokosa, all of a sudden unaona amekubali. Na anakupenda. Sasa hiyo baka anakupenda na anakupeleka baka kwake. Na ukienda kwake anakuambia sasa hata nimeanza kukufeel. Zamani sikuwa nakufeel. Nimeanza kukufeel. Yaani venye ulinitouch hivi, ukanilalia hapa hivi. Nikasikia umenifeel. Because alikuwa anataka tu akukamate. Akuigerera hata Samson. Akogira gutu gwaku kwa right, ukathikiriria akwa niki uraigwa gikigamba hau. Ukaigwa uraigwa gikigamba. Kamenya njuire yaku nĩ kwenjwereka atia? Nĩ enjuo na nĩ akung'wara nĩ athii. Yo nĩ spirit ya Jezebel. Ugo nĩguo yendaga konina, just to finish you, just to finish your marriage, just to finish your business, just to finish. It is the most friendliest spirit, the most friendliest spirit. Maana lazima ikukamate, ikuigise kama vile ilikamata Samson. Samson wakati alikamatwa aliwekelewa hapa na huyo mama, akaambiwa sikiliza, akaikoa hii ya right, si ya left, akamake sure the right thing, wekelea kichwa. Samson akasikiliza, akasikia ngoma inilia. Ile ya Isa, ilikuwa tunaibaje ile ya Isa? Sasa hebu isikiliza, umesikia hiyo? Venye amesema boom 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 ba. Baka unasikia. By the time you come to listen, ushangolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. By the time you come to know, unyorodiro wewe. Ushoka kumenyera wewe. Samson ile amenyire ethi. Ndio alikuja akapata nguvu, akasamwa ni nguvu nyingine, but it was too late. So be cautious of them. Be cautious of the spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. Because these things are with us on daily basis. So only that we need to understand how they do, how they operate. Because leo nimewafundisha how they operate. Sasa next nitakufundisha their characteristics na how to destroy them. Bwana Yesu asifiwe sana. Spirit ya Jezebel inakujaga kuchukua power. Bwana Yesu asifiwe sana. Inataka ikikuja hapa lazima mtu apenye mpaka akalia akue pale mbele. Na akikalia akikuwa pale mbele anakuwa sasa yeye atavuruga anybody else akirusha nje. Akivuruga akirusha nje. Woko ole kumeharibika. They are intimidating and divisive. Ni watu wanakuanga intimidating and they are very divisive. Wanakujaga na story ya kuintimidate. Yeye anajua, yeye anafanya, mimi najua kuhubiri, mimi najua mimi ni muinjilisti, mimi ni pastor, mimi nikiekelea mtu mkono hivi na inuaga tu mkono hivi na kifanya yebebebebebe. Unaona watu wanaanguka. Alafu na wafuata kwa jina ambia lia na wede, unaambia waya. They use a character of intimidating people. Wanakunyima, wanakusukuma mpaka unajiona ni kama you are not worthy. Wanakusukuma mpaka unajiona ni kama you are not going anywhere. Wanakusukuma mpaka unajiona ni kama you cannot make it. They are so intimidating. They are so divisive. Alafu wakijua wamekuintimidate, now they bring division. Wanaleta division, unaona ameshika kakikudi pale. Number 4 ya mwisho. They have pride, the spirit of pride and insecurity. The spirit of what? Wanakuwa na pride and they are insecure.
Always unakutaga anatafutaga kitu inaitwa defensive mechanism. Yeye mwenyewe hakuagi normal, hakuagi akona security, hana ile kujiamini. Anazungukaga tu, anaendaga roboti. Alafu pride, unakuta kuna klasi ya watu unamwambia nenda ukae chini ya mtu fulani, hawezi kuenda, hawezi kukaa chini ya huyo mtu, hawezi kufanya kazi na mtu huyo, maana yeye anajua ni yeye, na kama si yeye ni yeye. These people are always not guided by the principles of or restrained by fear. They don't have fear. Anakuangaliaga, akikudanganya, akikwambia maneno, anakodoaga macho kodokodo, akikwambia hivi. Na anakuaga yeye ndio mtamsikiliza. Mpende msipende, lazima mumsikilize. Bwana Yesu asifiwe sana. These people, they create what we call vacuum. Ile kitu wanafanyanga wakiingia kama hapa, lazima watacreate kitu inaitwa nini? Vacuum. Ndio kukuwe na sense ya kutafuta. Na katika hiyo sense ya kutafuta, wanakuja wanasema, kanisa hii tunahitaji position hii, kanisa hii tunahitaji kitu kama hiki, kanisa hii tunahitaji kitu kama hii, because anataka create the sense ya kuwa hiyo tunahitaji kitu fulani. Wana create kitu. Kama ni biashara, wana create biashara fulani. Kama ni demand ya kitu, wana create hiyo demand. Ndio wewe uwede utafute, ama useme basi nani ataweza kutusaidia. Wana hawakuambiagi wanaweza, wanakuambia I know a person that can be able to do. Sasa ukisikia I know a person mwenye anaweza kufanya hivyo, basi ujue umegogwa, umewekelewa kifoi ya kichwa, umemodwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Umewekelewa nini? Kemoda. Maana sasa hata ataenda atafute mtu rafiki yake, ndio ataletwa. Akiletwa ameambiwa kule unaenda kuitisha, huyu mzee anakuwa na pesa, uitishe 3,000,000. Na yangu ni 1.5, ituweke ya kasi ni 1,000,000, tutagawana hiyo ingine 2. Sasa amechukua 1 na huyu amechukua 1, alafu unakuwa na belief, oh my. Anakuwaga na moyo mzuri, ametusaidia, ministry imesimama vizuri. Kumbe ndio nyoka, ndio imetukula, ndio imetufilisisha, ndio ametumaliza. Na I know a person who can do this. This happens in the family circle. This happens in businesses. This happens all over. I know a person who does this. Who do this. If you hear that, I know a person, wewe wachana na sasa. Before wewe umalize kusema I know a person, na kwa nimepigia mtu mwingine namuuliza sahani ya namna hii inatoka pesa gapi, because I am well networked. Sasa kuna wale hawana network, mimi niko na network. By the time uweza kulia I know a person mwenye anataka kutuletea sufuria, napiga ukule Gekoba, ninaambiwa sufuria ni shilingi 2,000. Na saa hiyo umepaga, na mimi na nyamaza, najifanya sijabiwa. Alafu naona niambia wamesema sufuria moja ni shilingi 50,000 na tunataka sufuria 5. But I can know, na kuna mtu najua instead of kutuuzia 50,000 anaweza kutuuzia 45,000. Na sasa namwambia nendo mtafute umulete. Sasa si atachomoka kwenda kumulete, unaambia ule umpigia leta sufuria. Wanakutana, akirudi anakuta sufuria hapo, na unamgoja mpaka afike ndio ulipe hiyo sufuria shilingi 2,000. Sasa anasema ishi ngatisha kabunira digo kwaragia horo ya ishi ni ya China. Ishi tisha dikwaragia taiji ishi ni ya China. Sasa namuuliza ni nini ya China haiko hapa? Kama ni hiyo nguo umevaa ni ya China, nywele iko kwa kichwa ni ya China, kiatu uko nayo ni ya China, hata hiyo mdomo yako nikiangalia imewekwa meno ya China. Kwa sababu si ulikinya na mwenyekiti ya China. Sasa ameweza kusema ni ya China, nasema hata ya China si tunapika ugali siku 2. Ikiisha tutanunua ingine hivi. Si hata 2,000 si pesa mingi. Sasa anatoka hapo anaenda pale chini kugoja huyo. Wewe nani alikuita huko? Nani alikuita? Siku ingine tusikuone hapa. Siku ingine nikikupata hapa utajua ujui. Jamaa next time ukimpigia simu, Asha totile na dhafuria ingi. Maana venye aliambiwa hataweza kurudi hapa. Because they wanted to create that vacuum, but ikakuwa wewe ni mwerefu, vacuum ukaifanya nini? Ukaifuga before they did it immediately. Bwana Yesu asifiwe sana. How do they do? They come in
and formulate formulas. Kama ni intercessory, wanaingia ndani ya intercessory and they formulate a new formula. But before engaging into the process, wanafanyanga kitu kinaitangwa feasibility study. Hawa watu ambao ni Jezebel, they do study first. They don't just get into you. Hawaigiagi ati kwa sababu ya kuingia, wanakujaga, wanakaa na wewe. They do feasibility study. Wanajua ni nini itafanyika, ni nini hijafanyika, ni nini inahitajika, ni nini haihitajiki, na ni kwa wakati gani. Wanapanga na wanajua watakaa na wewe hata kama ni mwaka mzima. They will be with you. They will be there with you, and they will be one people giving you the best information. Ile kitu unataka, they are there to give you. Mahali popote unataka kwenda, they are there to give you, because they want to capture and understand ni nini, because they operate in the vacuum. Wana create hiyo vacuum. Ikiingia sasa, vacuum ikiingia sasa, hapo ndio wanapenya, na upenyo wao unaingia mpaka unasikia kweli wamepenya in a manner that, so they will come and they become they get into the formation, the structure ya organization. Lazima waekuje wajue what is the structure of the organization. Watakuja watakuitisha what is the constitution, what is this, what is this, what is this. Sasa ukiwapatia, because they are studying to know ni wapi kuna weaknesses. They know how to extract the weaknesses. After that, they build the structure. Once they get inside, wataanza kubuild a new structure. Katika kule kubuild that new structure, wana build structure ambao will be weak. When they want to bring it down, ni kufuruta tu kakaba kamoja, wanaaguka. Kwa hivyo never allow yule mtu, kama si wewe umekuja na hiyo structure, don't allow anybody to do the formulation. If you allow anybody to do the formulation, then you are going to go down. Bethel Clouds TV.